Good morning and win today, win tomorrow and win forever. Ni mtumishi wa Mungu Pastor Juna, patikana hapa Good Morning Church of All Nation Magomeni, Kagera, njia panda. Ni jioni nyingine tena imempendeza Mungu kwamba tuweze kujifunza neno lake, na siku ya leo amenipa ujumbe unaosema ili Mungu akuinue lazima shetani ahusishwe. Shetani atahusishwa kukamilisha wewe. Ndugu zangu, ukisoma habari za Ayubu ile sura ya kwanza na ule kuanzia mstari wa 6, utaona mazungumzo kati ya Mungu na shetani. Anamuuliza umetoka wapi, na anamjibu nimetoka humo kuzunguka humo na humo. Na anamuuliza tena, je, umemuona mtumishi wangu Ayubu, mtu mcha Mungu mwelekevu, wala hapana kama huyo duniani? Ibilisi anamwambia, kwani anakucha bure? Ni kwa kuwa umempa kila kitu, umempa watoto, umempa mali, umempa nyumba, yani ana furaha, kila akigeuka ana furaha. Mungu akamwambia, basi ninakuruhusu nenda ukapige alivyo navyo, ila usimguse mwenyewe. Ndugu zangu, hapo ndio mwanzo wa Ayubu ukamilishwa. Ni ukweli, Ibilisi alikwenda akapiga mali, akamalizia mpaka na watoto wake wote aliokuwa nao, tena kwa siku moja. Lakini Ayubu alisimama imara. Ayubu akasema ya kwamba Bwana ndiye aliyetoa na Bwana ndiye aliyetwaa. Jina la Bwana na libarikiwe. Ndugu zangu watakatifu, ni mara ngapi umepita kwenye changamoto na ukashindwa kujua kama ni Mungu anatenda kazi, ukashindwa kufahamu kama ni Mungu yuko tayari kukutendea muujiza. Wako watu wengi wamepoteza miujiza kwa sababu ya kuhisi kwamba ni Ibilisi amekuja kumtesa, lakini Mungu huonekana katikati ya mateso. Mungu huonekana wakati wa shida. Hivyo ndugu yangu, unapoona shida yako imeongezeka sana, usiogope. Fahamu ya kwamba Mungu yupo kazini na ndio kwanza muujiza umekaribia. Hivyo ndugu yangu, nikuambie kitu kimoja, ni lazima uwe makini sana kuzijua nyakati za Mungu. Maana kila jambo na wakati wake, na kila wakati una makusudi ya Mungu. Kila jambo lina wakati wake na kila wakati unayo makusudi ya Mungu. Shida ni hivi, wakati umekuja lakini wewe hujui ufanye kitu gani na huo wakati. Wakati umekuja wewe kubarikiwa, lakini wewe hujui ufanye kitu gani na huo wakati kubarikiwa kwako. Inakuwa ni jambo moja gumu sana na la kusikitisha. Mungu anataka akuone wewe jinsi ambavyo umesimama, jinsi ambavyo unamwamini yeye, unavyompenda yeye, ili yeye akutendee, ili yeye akamilishe yale ambayo aliahidi kwamba atatutendea. Ndugu zangu, baba zangu, mama zangu, kina mama wenzangu, watoto wetu, vijana wetu, hebu kila wakati utafute kuwa katika mikono ya Mungu. Kila wakati ujue kwamba wakati wowote ule unalo kusudi la Mungu. Kuna kitu Mungu anataka, basi usipishane na baraka zako. Jitahidi kutembea kwenye wingu la Mungu na kwenye wakati wa Mungu. Maana tunasema kwamba God's time is the best time. Ni ukweli, God's time is the best time. Lakini je, wakati wa Mungu unapofika kwako huwa unafahamu? Maana Mungu haji na vigelegele, haji na ngoma za kushangilia. Mungu huwa anakuja akiwa kwamba kana kwamba hakuna Mungu hapo, kumbe ndio Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nikuambie ndugu yangu, haijalishi umepita kwenye changamoto gani, muangalie Yesu, muangalie Mungu. Ninakubariki kwa kuwa najua kwamba unapita kwenye mateso makubwa, na nataka nikuambie hayo mateso yako unayopitia ndiko kwenye muujiza wako. Wako wengine ambao wanapita kwenye moto mkubwa sana. Nataka nikuambie katikati ya huo moto ziko baraka zako. Katikati ya huo moto uko muujiza wako. Kama kina Shadraka, Abednego na Meshaki, ndugu zangu, walimuona Mungu wao katikati ya moto. Hivyo usiogope. Wakati shida inapokuwa imeongezeka sana, ndipo Mungu amekaribia sana kukamilisha muujiza. Hivyo usiogope. Unapoona magumu yametokea, yule mwovu amejiinua sana, Mungu
anamwacha ajinue sana, ili kwamba anguko lake liwe kubwa, lakini wewe furaha yako iwe kubwa zaidi. Hivyo ndugu, nakusihi sana, usichengane na baraka zako. Kaa katika uwepo wa Mungu, tembea na majira ya Mungu, na hayo majira ya Mungu uweze kuyatendea sawasawa na vile yalivyokuja. Yameleta muujiza wako, uweze kuupokea. Yameleta uponyaji wako, uweze kupokea uponyaji. Kila ambacho yale majira yameleta kwako, ndugu yangu, kaeni macho. Yesu akasema kwamba kecheni basi, maana hamjui ni saa ni wakati gani au ni saa ipi anapokuja yule mwovu. Mwovu anapokuja, anakuja kana kwamba yeye amekuja kukumaliza, lakini nataka nikuambie hawezi, maana hana nguvu hizo. Mungu tuliye naye ni mkubwa sana, ana uwezo mkubwa sana. Hivyo ndugu yangu, usiogope, usitemeke, songa mbele, endelea kumkiri Mungu. Hata kwenye magumu mkiri Mungu. Wewe mama unayeumwa, nataka nikuambie usiogope, Mungu yupo tayari kukuponya. Anaipima imani yako tu. Endelea kumwamini, endelea kumkiri yeye. Alisema hivi katika ile Mithali ile sura ya 3 na ule mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote umkiri yeye, na yeye atanyosha mapito yako. Ndugu yangu, mtumaini Mungu, usiachie njiani ile imani ambayo ulianza kuionyesha kuanzia mwanzo jaribu lako. Usiachie njiani, endelea kuamini. Mungu yupo kazini, anakutendea muujiza wako. Nataka nikuambie hivi, nimetumwa kwako ewe baba, ewe mama, kukusaidia ili kwamba uweze kuzifikia baraka zako. Nami namuinua Mungu wa Prophet TB Joshua ambaye hajawahi kushindwa. Ewe Mungu wa Prophet TB Joshua, na kuomba kutana na watu wote hawa ambao Baba wanahitaji baraka, ukapate kuwabariki. Wanahitaji watoto, ukawape watoto. Wanahitaji kazi, ukawape kazi. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, piga kila kifungo, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Achia baraka zao, achia maisha yao. Wewe uliyeshikilia baraka zao, ziachie. Wewe unayezuia hata maombi yao, unayechelewesha miujiza yao, toka kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Achia, nimesema achia, watu wabarikiwe. Achia kina mama ambao ni tasa wapate watoto kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Baba, ninakubariki kwa ajili ya mtazamaji wangu, naamini ya kwamba amekwisha kupokea na imekwisha kuwa kwake. Ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Bye.